The same cry across the country is what we are having here at the coast. The port of Mombasa has been captured by the state, by the president and his cronies, and by one family. They have taken over the port of Mombasa. Everything, all the businesses are being done by one family. These are things that we are discussing with the coastal people. The people of Mombasa are crying to us that they have been enslaved by one family for too long. One family decides who will run for what positions, who will get what business, who will be accommodated where. I think this must come to an end. So we are here to engage the coast people from yesterday, today and tomorrow so that they join in the liberation of this country. Vijana wenyewe pia tuna ujumbe moja tu, chukua kadi. Zimesalia siku chache sana. Idadi tumeelezwa iko karibu 2 million nationwide. We think that if we can make 2.5-3 million katika awamu hii, tutakuwa basi tumejihami vizuri kudeal na serikali ya Kasongo, kwa sababu hatutakubali abductions ziendelee Kenya hii, hatutakubali kutoadhibika kikatiba, mambo yote hayo. So we are putting everybody on notice, and I think that's basically what Rigiji has said. Na yale tulikuwa tumepanga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yote yamekwama sasa. Hapa karibu na hapa tulikuwa na ile factory ya fish processing ya Lewatoni. Tumekuja kuuliza hapa, tunaambiwa ilihitaji 4.5 billion. Miaka 4 hakuna hata shilingi moja imewekwa pale kuweza kuendelesha hiyo factory. Vijana wa pwani hapo wapate kazi. Na vile vile Bahari Hindi ilete utajiri ndani ya Mombasa na pwani. Meaning agenda ya hii serikali sio ya kuinua mpwani na wale wote wanaokaa hapo. Hali hii ya ukombozi haitokani na uhasama baina ya watu wawili, Bwana Rais Ruto na Rigathi Gachagua alipokuwa deputy wake baada ya kumfuta. Manake watu wengi wamedanganywa na wakadanganyika kwamba usione hawa viongozi wanatembea ni kwa sababu Rigathi Gachagua alitolewa udeputy president. Kwa hivyo tunatembea naye in solidarity. Sio hivyo. Hii tunatembea naye kwa sababu wa maovu ambayo yamefanyika.